kulinganishwa na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kulinganishwa na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Aweza. Yesu anaweza. Hakuna wa kufanana naye. Yesu abudiwe. Yesu. Yesu atumisha. Yesu atumisha. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kulinganishwa na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kulinganishwa na Bwana Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Yeye anaweza. Yeye anaweza. Yeye anaweza. Hakuna wa kufanana naye. Ni wewe Bwana, ni wewe.
Tunasema jioni ya leo basi, hatuna Mungu mwingine kama wewe unatuona, hatujapata kama wewe Jehova. Msaada wetu, uwezo wetu Jehova, ni wewe peke yako katika mahali pako basi. Tutokapo tuingiapo Jehova, hatujaona kama wewe katika maisha yetu, katika kuunganika kwetu mahali hapa jioni ya leo Jehova, hatujaona kama wewe katika maisha yetu. Mponyaji mwema Jehova ni wewe, msaada wetu Jehova ni wewe, uweza wetu na nguvu zetu Jehova ni wewe. Adonai Shama, hatujaona kama wewe Baba yetu, tumezunguka tumezamusha kila mahali na hatujaona kama wewe Jehova. Tunasema pokea sifa Jehova, pokea kama zote Baba yetu, umeinuliwa jioni ya leo Baba, umetukuka Baba yetu, msaada wa karibu Jehova, uponya mema Baba yetu, uwama Jehova, unaweza yote Jehova, maisha yetu mikononi mwako Jehova, afya zetu mikononi mwako Jehova, kuabudu kwetu mikononi mwako Jehova, sifa zetu Baba kwako Jehova, tunajisalimisha kwako Baba, tukisema ni wewe peke yako Jehova, ni wewe peke yako Baba yetu, ni wewe peke yako katika mahali pako basi, wewe peke yako Jehova. Jesus, you are Lord, you are Lord, our healer, you are Lord, our provider, you are Lord, Master Jesus, ancient of days, we worship you, we worship you, we adore you, our healer, we bow before you and we worship you, Jesus, sababu ni wewe tu Jehova, wewe tu Baba yetu, wewe tu kiongozi mwema, wewe tu umetawala, umetukuka Jehova, pokea sifa zote mahali hapa Jehova. Kanyenyekea kwako mara tena Baba, kajisalimisha kwako mara tena Jehova, kajiachilia kwako mara tena Baba yetu, Mungu wako na Baba yetu, nafsi zetu ziko na kiu kwa ajili yako Baba, kama jinsi alivyorukazi akitafuta mito iliyo na maji, ndivyo Masihi mioyo yetu iko na shauku kwa ajili yako, na tumeunganika mahali hapa mara tena jioni ya leo Baba, tukizidi kuomba kwako Jehova, tukizidi kukutumaini hapa sina, ukatukuze mara tena, ukatuisha upya Jehova, ukaturehemu Yesu mwana wa Daudi, ukatusamehe Jehova, ukatuinue Mungu mwenye nguvu, ukatusaidie Mungu wetu kwa imani Baba, kwa kukumbukiwa kwetu Baba, tunakuhitaji Baba yetu, tunakuhitaji muweza wa yote, kwa ajili yako Baba yetu, kwa kwetu mahali hapa, kwa ajili yako Masihi hata kutoa sauti ambazo tunatoa, kwa ajili yako Baba yetu, hata kuinua mikono yetu mbele zako, kwa ajili yako Adonai, kuingia chini ya dari ya hema lako Jehova, tunasema pokea sifa zote njema hii, pokea sifa wewe umetia mahali pako pasiri, pokea sifa wewe uliyejana leo na hata milele, kwa kuinua kwa kuabudu Jehova, sababu wewe watosha Jehova, wewe peke yako Masihi watosha, wewe peke yako Adonai watosha katika kila hali, watosha katika maisha yetu, watosha katika nchi yetu Baba, watosha katika matendo yetu Baba, watosha kwa biashara zetu Jehova, watosha kwa ndoa zetu Jehova, watosha kwa huduma zetu Baba yetu, ni kwa ajili yako Jehova,
Kwa ajili yako Baba yetu, kwa ajili yako mweza wa yote. Pokea sifa zote Baba yetu. Father, we worship you. Lord, we adore you. We praise your name, my God. We glorify you, King Jesus. We say thank you, Jehovah. We say thank you, our healer. We say thank you, Adonai. We say thank you, Shammah. Emmanuel, we worship you. Our Father, we adore you. We lift your name on high. We exalt your name, Master Jesus. We say you are one of all the precious. Thank you, King Jesus, because of your power and your presence, my God. Thank you, King Jesus, for even accepting our gathering. We worship you this evening, my God. We praise you this evening, King Jesus. We exalt you, my God. We acknowledge your power. We acknowledge your presence. We acknowledge your care, my God. We acknowledge the good plans that you have into our lives, my Father. Receive all the adoration, Jehovah Master. Receive all the glory and honor, King of Kings. We are here, my Father and my God, because of you, King of Kings. Master Jesus, we want you to walk together with us. We want you to gather together with us, my Lord. We want you to minister to us, my Father. We have laid down our crowns, my Father, that you may, my God and my Father, enter into our souls, my Lord, into our hearts, King Jesus. Have a position, my God. Have your position, Adonai, in our minds, your Lord, in our eyes, my Father, in our bodies, King of Kings, Lord of Lords. We surrender unto thee. We surrender, Master Jesus. We surrender, King of Kings. Our Father, we surrender. We decree, Jehovah Lord, that you may increase in us, my Father, in the name of Jesus. You are worthy, Jehovah Lord. Glory and honor be unto thee. And it's in the name of Jesus Christ of Nazareth we do pray, trust, and believe. Amen. Can everyone shout a big amen? Amen. 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 I take this opportunity once more time to welcome us all in the house of the Lord. Naomba tukasongee kwa viti za mbele walio ndani ya nyumba. Tukasongee kwa viti za mbele walio ndani ya nyumba kwa jina la Yesu Kristo. As I also take this opportunity, this humble time, to welcome our viewers from wherever you are viewing us from. Maybe you are traveling. Maybe you are going home back from job. Maybe you are just still in your business. I welcome all of us from wherever you are so that we may be blessed together by the word of God. I'm still reminding us that this is a family of crusaders, Crusaders for Christ, around City Stadium, the roundabout of City Stadium, off Modura Road, in a building by name Mega, second floor, under Reverend Dora Waruinke. My name is Pastor Anita, and I do say it's a privilege to serve the Lord, not by might or power, but by the grace of the Lord and the leadership of the Holy Spirit. So I'm humbled to have this opportunity to stand in this altar. And I also thank the Lord because of every one of us whom the Lord has seen it good for us to share together the blessings of the Lord. Because the word of God is a blessing to our lives. And the word of God has a breath into our lives. Praise the Lord. So let's share together from the book of Proverbs chapter 6. We are still in the topic of repentance. Repentance. Why do you take time to repent? Or why are you used to repentance? Because it has become a tradition. It has become something which is normal, something which is usual. Someone has to do it anyhowly. The way you just feel like. Even if you are very much aware that you have done sin, you just do it casually. Kawaida. Sababu ni kusamea ama kuomba msamaha. Lunchtime I said, we are used of saying, Father, forgive me. Father, forgive me. Forgive you of what? In the first place, you have to accept the Holy Spirit to direct you, to understand you are a sinner.
and how have you sinned, and where and when. Praise the Lord. But not just to stand and say, Baba nisamee, sababu sara ya Bwana inasema na wasamee. Baba yangu nisamee, tukawasamee wanavyo tukosea, ndiposa tukapata kusamehewa. You have to confess that sin. And when you are confessing that sin before your maker, before your Father who is in heaven, have that faith of when you confess it from your heart with understanding that you have failed the Lord your God, that you have failed to walk according to the law of the Lord, that you have failed to do what the Lord has commanded you to do. When you are confessing that with that assurity, being led by the Holy Spirit, the Lord your God is going to forgive you. But if you are just used to saying, Baba nisamee, Baba nisamee, Baba nisamee, na ili hali hautambui unasamewa kitu gani, ama ni jambo gani ambalo umetenda, ndiposa akachukua hatua ya kusema ya kwamba Baba nisamee. Unahitaji ukiri kile ambacho umefanya. Unahitaji umwambie, ndio Bwana, ninatambua ya kwamba nimekosea jirani yangu kwa hili na hili, ambalo neno lako inasema ya kwamba hili ni dhambi, ninalotenda hili ni kinyume na mapenzi yako. Wakati ambapo your conscience is very clean and very clear, wakati ambapo unatubu, Bwana akiwa juu mbinguni anafungua sikio lake na kukusikiza na kukwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako, henda ukiwa huru. Praise the Lord. And in such like, the Lord your God has to intervene. And where there is forgiveness, I'm still repeating this, where there is forgiveness, there is love. Where there is forgiveness, there is joy. Where there is forgiveness, there is peace. There is not kindness. There is not compassion. Praise the Lord. But where there is no forgiveness, there is full of confusion. There is full of hatred. Demeaning other people, despising other people, neglecting other people, even rejecting them. Why? Because there's no that grace, there's no that spirit of forgiveness in us. And when you want to go before the Lord, make sure your heart is clear and wide open before your maker. Because you cannot lie to yourself, you cannot lie to the devil, and you cannot lie to your maker. That's one thing you have to understand. Yes, kama mwanadamu, I can lie to my pastor here, Doreen, sababu ni mwanadamu. Lakini yule aliyeniumba anajua ya kwamba, Anita, umetenda dhambi, umesengenya, umefanya fitina, umeharakisha miguu yako kwenda kutenda dhambi, umefungua kinywa chako kunena kinyume na wateule wa Mungu. That is a sin. Na hapo ndipo Bwana unaona kama Wakristo tunakaa katika maisha ya kukaa mahali pamoja, tunazidi kusunguka jangwani, tunazidi kukaa tukilaumiana, tunazidi kukaa tukiangaliana na kijicho, tunazidi kukaa tukielekezana vidole. Ni kwa nini? Tumekosa kwenda mbele za Bwana kuomba msamaha wakati ambapo tunatenda kinyume, kumaanisha kutoka kwa mioyo yetu. Praise the Lord. Bwana anahitaji tukaelewe ni jinsi gani ya kwenda mbele zake tunapoomba msamaha. Na tunapoomba msamaha kwa kumaanisha Bwana anashuka na kuachilia baraka zake juu yetu. Bwana anashuka na kuachilia uponyaji. Bwana anashuka na kuachilia kuinuliwa mara tena. Bwana anashuka na kufungua milango ambayo imefungika. Ni kwa nini? Sababu moyo wako, moyo ambao ni moyo umejawa na kutubu. Biblia inasema ya kwamba anayeketi juu mbinguni mahali pake pasiri ukaa na moyo ambao umejawa na kutubu all the time. That heart full of repentance. Lakini sisi Wakristo tumejawa na unafiki, tunarepenti hapa kwa mdomo, lakini ndani ya moyo unayesapasuliwa uwekwe kwa mkono, kama jinsi ambavyo ametuweka katika mikono yake na akatuandika katika viganja vyake. Mioyo yetu inayesapasuliwa iwekwe wasi hivyo. My dear sister, my dear brother, kila mmoja wetu anaweza kimbia kitafuta njia yake, lakini Bwana anatuambia ni mwaminifu, anasamea wakati tunatambua ya kwamba tumetenda dhambi. Tuwe Wakristo ambao tunamaanisha, kama this week yote imekuwa ni kuomba msamaha, ni kuomba msamaha. Unaomba msamaha sababu
Tumehimizwa kuomba msamaha. Ama unajiita a meeting of the whole of yourself, then you ask yourself, am I really in the right track with my maker? Sababu unaweza kuwa unatenda dhambi kwa tule vitu tudoko ambacho ukiangalia kama mwanadamu unaona ni kawaida, lakini mbele ya Muumba wako ni dhambi. Last time I said this, as a believer who is led by the Holy Spirit, any single second you have done something which is against the law of the Lord, hata uendangi step 2 kabla ujasikia dhamira yako ikikuongelesha. That's the Holy Spirit speaking to you. The Holy Spirit has to communicate to you. Unasikia tu ukiambiwa, Anita, hivyo umeongea istahili. And a true Christian utachukua hatua ya kuanza kuomba msamaha na kuambia Mungu akuse kinywa chako mara tena. Lakini mara nyingi tunafusa na chukua kwa kawaida. Tunangojea tu nisamee. Kama vile nimesema lanjawa, kanisa ingine unabatanga tu wamesimama tu, wasamee. Sasa hiyo hawana viatu. Sasa unashindwa ni wasamee nini? Let us change from this. Let's read from the book of Proverbs, chapter 6 from verse 16. Tusemeshane na mioyo yetu wakati ambapo tunaenda mbele za Bwana na kuomba msamaha. There are some things ambao Biblia inatuambia hapa ni chukizo mbele za Bwana, vitu ambazo anachukia, lakini kwetu sisi tunasikuanga kwa kawaida, tunaona ni kama si dhambi. Wakristo mara nyingi nilisema watu tunahesabu dhambi ya usherati, dhambi ya kuoa na dhambi ya wizi, lakini vitu vingine tunaona si dhambi. Lakini kwa Mungu hakuna dhambi ndogo na dhambi kubwa. That's the truth of the matter. This is what the Bible says. Proverbs chapter 6 from verse 16. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him: a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and the one who sows discord among brethren. Let me read in Swahili version. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Nataka uwe kini sana. Uto vitu tuchache tu kwenye tunapuusa. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, mawazo ama moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Praise the Lord. Can I repeat again? Kuna vitu 6 anavyovichukia Mungu. Naam, viko 7 ambavyo ni chukizo. Tafakari haya. Cha kwanza ni hiki: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwasao mabaya, miguu iliyo miepesi kufanya nini? Kukimbia ama kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Praise the Lord. This is the word of the Lord. 7 things which are abomination before the eyes of the Lord. 6 things which he hates. Lakini kwetu kama Wakristo huwa tunachukua kuwa ni mambo ya kawaida, na pengine small things ambazo zimetamkwa hapa: macho ya kiburi, ulimi wa uongo. Pengine Mary umeingia hapa na ukaniuliza, Anita,
Na jana hii kitu ulipangusa, nakwambia ndio, na ujasiri, bila kujali. Nachukua hiyo kuwa rahisi sana, naichukua kuwa rahisi sana. But the reality of the matter is this: I've used my tongue to lie. Ndio sikupangusa kile kiti, lakini kwangu kama mwanadamu naona ni kitu kidogo ambacho kwa Mungu si kitu. But those petty things, those small things, wakati ambapo tunaambiwa ni wakati wa kukaa mbele za Bwana na kutubu, wao unaangalia unaona, hapana, mimi niko mkamilifu. There is none who is righteous before the eyes of our Maker. Only him who is in heaven, who is holy. Kila mmoja wetu tumejawa na dhambi. Maybe vile nimesimama hapa, Pastor Dorina ameniangalia na pengine akajiuliza tu, na huyu anafanya nini hivyo anafanya? That's a sin. And any single second imekuwa hivyo, utasikia dhamira akikuuliza, na kwa nini wewe umefikiria hivyo? Na wewe wakati umesimama hapo, the Holy Spirit is communicating. Na wakati ambapo the Holy Spirit is communicating, that's now the high time for you to go before your Maker and tell your Lord, I've really realized that I'm a sinner. Na ninahitaji msaada utokao kwako. Ninahitaji msamaha utokao kwako. Lakini sisi wakati tunaambiwa ni kutubu, unasema mimi hapana, mimi siendagi bank kuoa, sijaibia mtu, sijaoa mtu, sijafanya usherati, kwa hivyo ninatubu kitu gani? Wakati hata unaambiwa unastahili kuwa kwa kanisa saa 1 na unakuja saa 3. Hiyo ni dhambi. Chukua hatua ya kwenda mbele za Bwana. Mwambie you are rebellious. Wakati ambapo unasimama kwa madhabahu na kusema ya kwamba sababu tunajenga kanisa, mimi nitanunua chuma 5, lakini unasema nimetamka tu, kwani wataniona wapi? Na unatoka unaenda na unafusa. That's a sin. Itakufuata na itakusuia mambo mengi sana. Wakati unirealize ya kwamba kuna kitu nimetamka ambacho sijatenda. Wakati ambapo watu wamekaa katika kikao, kazi yao wanaendelea kusengenya, na ili hali wao umekaa pale na unasema mimi nilikuwa nimekaa tu si kuongea. Masikio yako yalikuwa yanasikia huko mahali pale, unasikia wakiongea, hata kama hujaongea umehusika, sababu imeingia kwa masikio yako, ikaingia kwa mawazo yako, na ikaingia ndani ya moyo wako. You have every good reason kuambia Mungu ya kwamba unajiweka ndani yao. Unamwambia Mungu, niko mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimejawa na kusengenya, ninaomba Mungu kanisamee, naomba Mungu kaniguse mara tena. Lakini we are just taking things to be normal. We are just taking things to be casual. Tradition. It's supposed to be like that. It doesn't matter. Ni haki yangu. I'm Mr. Right. After all, naenda mbinguni bila jam, because I'm saved. Yet you miss to understand, you are a sinner. You are a sinner. We are full of pretense. And that's the reason the Lord our God is delaying our promises, is delaying our blessings, is delaying the covenant, the promises that he has given to us. Why? Wakati ambapo anatazama, anaona huyu Anita uongo ndio umemtawala. Kwa hivyo kama haesi aminika kwa hii kitu kidogo, hata hii kubwa nikiachilia kwake itamuangamiza. So inaendelea kuodiwa pale juu. Mpaka siku ile nitaelewa ya kwamba mimi ni mwenye dhambi na dhambi yangu ni aina gani, na nikuje mbele za Bwana nimwambie Mungu wangu, nimejitambua mimi ni mwenye dhambi na ile kitu ambayo imenitawala ni uongo. Baba yangu na Mungu wangu, naomba ukanisamee na unipe ulimi wa kunena haki, ulimi wa kunena yaliyo mausia yako, ulimi wa kunena yaliyo mapenzi yako, ulimi wa kunena baraka, ulimi wa kunena amani, ulimi wa kunena utulivu, katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Ni wakati ambao unastahili kama Wakristo, as we are still in this period of repenting, to ask each one of us. You ask yourself as I ask myself. You call a meeting of the whole of yourself, you alone. Discuss yourself with the Holy Spirit. Discuss yourself with the power of our Lord Maker.
Then understand ni wapi ambapo umeenda kinyume na mapenzi ya Bwana, kukawa hakuna ule upenyo, kukawa hakuna ule uweza, kukawa hakuna ule uponyaji, kukawa hakuna ule upendo ule wa kwanza ambao Bwana ulimpenda ukakiri ya kwamba nimemkubali Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Huo upendo wa kwanza ni kitu gani ambacho kimechukua hiyo nafasi? Huo upendo wa kwanza ikawa umetoka katika njia za Bwana, ikawa utendi sawasawa na mapenzi ya Bwana. Je, ni kiburi? Je, ni ulimi ambao ni wa uongo? Je, ni kufitini? Je, ni kuchukia? Je, ni kuharakisha miguu kwenda kutenda dhambi? Yes. Naweza ita my dear sister Cecilia hapa, nimwambie kuja unipeleke mahali fulani, na kumbe mahali ninataka unipeleke ni mahali ambapo naenda kufanya vita. Lakini wewe sababu hujui ya kwamba unatumika, wewe unakuja kazi yako, wewe unakuwa rivari. Unaniambia pale, Anita, show them who you are. Deal with her ruthlessly, mercilessly. You are doing sin. Umeharakisha miguu yako kwenda kutenda kile ambacho ni chukizo mbele za Bwana. Umetumia ulimi wako kunena kile ambacho ni chukizo kwa Bwana. Lakini wakati ambapo tunaelekezwa, tunahimizwa ya kwamba Bwana anahitaji tukamrejeree, tukaombe msamaha, wewe unasimama kando na kusema ya kwamba mimi sijatenda dhambi. Ni vyema tukamrejeree Bwana kwa ukweli na roho, tukakubali ya kwamba sisi ni wenye dhambi, tukakubali ya kwamba tumetoka katika njia za Bwana. Hata utapata watu wako kwa kanisa, lakini ile kazi wanafanya ni kusengenya mtumishi wa Mungu. Kwa nini fulani ameenda kushinda kukaa na mtumishi wa Mungu mahali pale? Wakati ambapo unasikia shetani anakuletea mawazo kama hayo, ama anataka unene kitu kama hiyo, ambia shetani ya kwamba ni wakati wa kubadilisha mawazo na kuona utofauti, kuona wema wa Bwana, kuona ushindi wa Bwana, kuona upendo wa Bwana, na utaambia Mungu ya kwamba hii nimekataa, na kama hii ndio itakuwa kupotea kwangu kutoka kwako, Bwana naomba ukanisamehe na unirekebishe na unielekeze. Praise the Lord. Lakini tumechukua kwa kawaida, sababu inastahili tu, tumeambiwa ni kuomba msamaha, ni kuomba msamaha. Itakuwa our daily routine for no good reason, na tutachoka. Let us be sincere, tutachoka, sababu kila wakati ambapo kitu inakuwa ni mazoea na marudia, pasipo na kusudi lolote, pasipo na lengo lolote, watu wanachoka. Lakini wakati ambapo tumesawishwa, ama Roho Mtakatifu ametuongoza akatukumbusha, this and this is not the right way before you are maker. This and this is not the way track, is not the right way to follow. Utachukua nafasi na kuambia Mungu ya kwamba this is now the high time, my Father and my God. I've surrendered everything unto thee. Let your will be done. Let your power prevail. Wacha mapenzi yako yakatimie. Na wakati ambapo tunaomba msamaha, tukiwa tunamaanisha, tukiwa tunajielewa, tukiwa tumejitambua, tumefahamu udhaifu wetu ni kitu gani, Bwana aliyetulukuu, aliyetuumba kwa mfano wake mwenyewe, akiwa juu mbinguni, kama ni magonjwa yaliyokuwa yametusoga, uponyaji utapatikana. Kama ni kuzuiliwa na njia zetu zikafungika, Bwana atafungua njia, atatengeneza mlango mahali ambapo hakuna njia. Kama ni kilio ambacho kilikuwa kimejaa ndani ya maisha yetu, Bwana ataleta kicheko. Kama ni afya zetu zilikuwa zimedhoofika, Bwana atatupa afya njema. Kama tumekosa furaha, imekuwa ni huzuni, Bwana ataleta furaha ndani ya maisha yetu. Ni kwa nini? Sababu tumejitambua, tumeelewa ni kitu gani ambacho kilitutenga na upendo wa Bwana, ni kitu gani ambacho kimefanya Roho wa Bwana akahuzunika, ni kitu gani ambacho kimefanya Bwana akapisha uso wake kwetu, ni kitu gani kimefanya Bwana akafunike masikio yake asipate kusikia sauti zetu, ni kitu gani kimefanya tukawa tunanuka mbele za Bwana, ili hali tunajipaka marashi, tunanunua mafuta ambayo inanuka vizuri, tukapata kuwa na harufu mzuri, lakini Bwana anapotunuza anapata ya kwamba tunanuka, tumeoza mbele zake, hatustahili, hatufai, lakini tuko hapa tunainua mikono yetu mbele zake, tuko hapa tunainua vinywa vyetu mbele zake, tuko hapa tukisema ya kwamba tunaenda mbinguni, tunaenda mbinguni, mbinguni ni kwetu. Tunajidanganya wapendwa, lazima tutambue
dhambi zetu ambazo zimekuwa chukizo. Lazima tuelewe ni kitu gani ambacho kimefarakana upendo wetu na Bwana, ndiposa tukapate kumrejelea tunapoomba msamaha, tunapovunjika mbele zake, tunapomwambia ya kwamba it's all about you, tunapomwambia ya kwamba akili zetu haziwezi, tunapomwambia ya kwamba mali yetu haiwezi, tunapomwambia ya kwamba afya yetu haiwezi, tunapomwambia ya kwamba mambo ambayo na vitu ambavyo tunaona na macho haya ya asiri haiwezekani. Tumetambua ya kwamba kiburi kimetutawala, tumetambua ya kwamba uongo umetutawala, tumetambua ya kwamba uzinzi umetutawala, tumetambua ya kwamba wivu na vitina imetutawala. Wakati tunakiri kwa vinywa vyetu, kuelewa ya kwamba tumetambua, Bwana akiwa juu mbinguni hatatusamea na kuachilia chote ambacho kimeitanishwa na majina yetu, na kila mmoja akapokea akiwa mahali hapo, kwa jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Bwana atatenda yaliyo mapenzi yake. Why? The Bible tells me in the book of Isaiah that he has in treasure, he has a lot in the treasure, which no eye has seen, no heart has perceived, and even no ear has heard about it. For only those who have been called by his name. Praise the Lord. Hatutapokea mioyo yetu ikiwa imebebana na mambo mengine. Lazima tuondoe wageni wote ambao wastahili ndani ya mioyo yetu, ndipo akapate kuwa na nafasi. Na tukifanya hivyo, ndipo ataachilia vyote ambavyo vimeitanishwa nasi tukapate kupokea. Praise the Lord. Besides that, tutaendelea tu kusema wasame, 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 na itakuwa ni wimbo tu, ni chorus, pambio ambayo haina climax. Tuombe Mungu atusaidie, tuombe Mungu atuwezeshe, tuombe Mungu atupe ufahamu na kujitambua. Unapotambua tu udhaifu wako, unapoelewa tu unyonge wako, utamwambia Baba, hapa ndipo ambapo nimelemewa, hapa ndipo ambapo nimefinyiliwa, hapa ndipo Bwana ambapo ninasikia uchungu, ninahitaji nguzo wako mara tena. Why? This lady, as I was teaching on was it on Monday, yesterday, about this lady ambaye alitokwa na damu for 12 good years. The time she realized the problem she had, alikimbia kwa akili zake, kwa uwezo wake, kwa ujanja wake, lakini all ikawa in vanity. Lakini wakati alipotambua udhaifu wake, aliamua na akasema sasa ni kujisalimisha, na akatafuta atapenya namna gani, akamanufa katikati ya watu, akatembea, akachangamuka bila kuangalia ni nani anamuona, ni nani ako karibu na yeye, ni nani anatambua hali yake. Ndipo akafikia karibu na Yesu na akangusa pindo la pasi la Yesu, na mara hapo tu akapokea uponyaji wake. But the truth of the matter is this: wakati Yesu alitambua ya kwamba kuna nguvu imemtoka, na akaanza kutafuta what has happened, because there is something ambao imenitoka. This lady realized her weakness, ya kwamba amengusa pindo la Yesu bila idhini yake. And with the fear and troubling, she confessed of what she did. Na papo hapo Yesu akamwambia ya kwamba imani yako imekuponya. Praise the Lord. Ishara ya kwamba the time you confess, the time you make up your mind and you understand your weakness, and still you support your confessing with the faith, the Lord your God has to change everything. The Lord your God has to restore you. The Lord your God has to revive you. The Lord your God has to empower you. The Lord your God has to give you a new name that no one will change it from you, because that name will be coming from above, from the tongue of your Maker. Praise the Lord. May the Lord our God help us to understand the reason we are supposed to confess, the reason we are supposed to repent, the reason we are supposed to humble ourselves before our Maker, the reason we are supposed to be before our Maker all the time, in the name of Jesus. Tuache ukawaida na mazoea. Hati mimi mahali niko, hakuna mshirika ananiona, hakuna mshirika ananitambua. No. Kubali ujielewe wewe mwenyewe, na ukamgeukie Bwana.
chote ambacho umewahi fikiria, chote ambacho umewahi tamka, chote ambacho umewahi gusa, hata kama ulitumwa kwa duka na ukakuja ukaweka change ya mtu kwa mfuko na haja kwambia uweke, that's a sin. Ambia Mungu, nimejitambua mimi ni mwizi. Hauna tofauti na Arias wa Nugu. You have no difference. A thief is a thief. That's the reality of the matter. A thief is a thief. Hata kama ni 10 bob Mary nimechukua yako umeacha hapo. A thief is a thief. Hakuna mwizi mkubwa na mwizi mdogo. A thief is a thief. Hauna tofauti. So the time you realize hiyo iko ndani yako as a Christian, chukua hatua ya kuambia Mungu, hii ndio imenizuia. Hii ndio imenizuia. Pengine you have been elevated in your office. Then wale wako chini yako, bosi akisema hii tip ni kwa wafanyikazi wote, wewe unaweka kwa wallet. Unawapea shilingi moja moja. So unasema the 10,000 belongs to me. I'm the boss. That's a sin. And you have every good reason to repent. Ndiposa Mungu aachilie zingine zaidi. Sababu wewe unafinyilia pale, itazuia zile ambazo zingekuja zaidi. Hujajitambua, hujajielewa. Praise the Lord. May the Lord our God help us. Mungu aturehemeshe. Mungu atuhurumie. Tuombe msamaha wapendwa. Tulilie Bwana akaturejeree. Tuombe Bwana akaturejeree. Sababu ni uchungu sana. Bwana akishuka saa hii atupate hapa, alafu ushtukie sisi wote tumeachwa hapa. But we were holier than thou. Holy Ghost filled. Speaking in tongues. Korokocho kariombanga, which number? Number 1. Which number? Number 1. Kariombanga. Ati tunaongea kwa ndimi. Alafu akuja aseme si wajui. Pengine kwa kitu kadogo tu. Pengine niliambiwa nioshe hii madhabahu. Na nikasema hiyo sio kazi yangu. Hiyo ni dhambi. Lakini niko hapa najiona nikiwa holier than thou. The time I realize hiyo ni kiburi. Hiyo ni kiburi. So lazima wakati ninatambua ya kwamba such like it's within me, ninahitaji kungeuka na kuambia Bwana anisamee na aniwezeshe kwa jina la Yesu Kristo. May the Lord our God feel mercy on us. May the Lord our God feel mercy on us. Na atuwezeshe kujielewa na tukamrejeree, na yeye akapate kuturejelea. Sababu wakati ambapo tunapoacha njia zetu potofu, yuko tayari kututenda mapenzi yake. Na atatenda hayo tu wakati ambapo tunafunjika na kutubu kwa kweli na roho. Wakati ambapo ninajielewa ya kwamba Anita, nimechukua mzee wa wenyewe pale, ati huyo ndio boyfriend wangu, ili hali ako na familia. That's a sin. Those small things ambao tunaona si kitu. Ati Anita, unajua wewe ni American height, nikikuona uko sawa. Yes, niko sawa, niliumbwa na Mungu. Usawa wangu ni wangu na Mungu. Lakini wakati ambapo ninatoka kando, natoka katika njia za Bwana, nasema yes, mwili ni wangu. Ni kama my dress, my choice. I have the right to do what I want. Yeah, nafanya mapenzi ya Mungu. Miguu yangu ijaharakisha kwenda kutenda dhambi. Yeah, ulimi wangu hujajaa uongo. Why am I doing that? I should do the right thing before the eyes of God. Sababu macho yake yanaona kila mahali. Nitaficha my sister Cecilia, lakini sitaficha Mungu. Nitaficha my pastor Dorini, lakini sitaficha Mungu. Sababu anaona mpaka ndani. Yote anayofanywa Angisani, yote anayofanywa Mwangasani, yote anayaona. So, wacha tuelewe udhaifu wetu na tuendelee kuomba msamaha kwa Mungu, haturejeree na hatusimamishe tena katika msingi ambao ni thabiti. Akatusimamishe katika njia ambazo zinamtukuza yeye, ndiposa akafanya mapenzi yake katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Let's be on our feet in the name of Jesus. Father, we worship you. Lord, we adore you. We praise your name, King of Kings. We glorify you, Messiah, because you are great. Ambia tu Bwana neno moja. Ambia tu Bwana neno moja kwa ajili ya hilo neno. Pengine inaweza kuwa hujakuwa ukijua ya kwamba
Hata ukikonorea watu macho, hiyo ni kiburi. Hata pengine wewe unachukua hiyo shilingi moja unafikiria hiyo sio dhambi, ama pengine wewe unadanganya unasema hiyo ni uongo kidogo tu, ni jokes. Pengine hiyo imekuwa ndio Bwana amezuia baraka zako na wewe unachukua ni kwa kawaida. Kwa hivyo tuambia Bwana, naomba kujielewa, naomba ukaachilie Roho wako Mtakatifu akapate kunipa kuelewa zaidi mimi ni nani, udhaifu wangu ni gani, ninahitaji kufanya nini, ni hatua gani ambayo ninahitaji kuchukua kwa jina la Yesu Kristo. Ambia tu Bwana neno moja, ambia tu neno moja tu Bwana, ninahitaji rehema zako, ninahitaji nguzo wako Jehova, ninahitaji uweza wako Masia, ninahitaji neema yako Baba yangu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe ni Mungu usiyeshindwa Baba yetu. Tumekutenda dhambi Jehova pasipo ufahamu wetu Jehova, tumekutenda dhambi Jehova ikakuwa ni kama mazoea. Tumekutenda dhambi Baba yetu kwa kiburi chetu Jehova, kwa mawazo yetu Jehova, kwa dimi zetu Baba yetu, kwa mili yetu Jehova. Tunaomba ukaturehemu Jehova, tunaomba ukaturehemu Baba yetu, tunaomba ukaturumie Jehova, ukatunguze mara tena. Usiachilie ghadhabu yako Jehova juu ya maisha yetu Baba yetu. Tunakurejelea Masia, tunakurejelea Baba yetu, tunakurejelea Masia, tunanyenyekea kwako Jehova, ukatunguze mara tena katika jina la Yesu Kristo. Father, we worship you. Lord, we adore you. We praise your name and we lift your name on high, King Jesus, because you are great and you deserve to be worshipped. You are Lord, Jehovah, Lord. In the name of Jesus, Father, we worship you. Jesus, your grace. Just tell him want that fellowship together with the Holy Spirit. Holy Spirit of the Lord. We need your fellowship, Holy Spirit of the Lord. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho wa Bwana. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Ninataka ushirika na wewe, ewe Roho. Ninataka ushirika na wewe, Roho. Ninataka ushirika na wewe, ewe Roho. Ninataka ushirika na wewe, Roho. Father, we worship you. Lord, we adore you. Holy Spirit of the Lord, we request for your fellowship together with us. Holy Spirit of the Lord, you are our teacher, you are our director, you are our leader. We surrender unto thee, King Jesus, that mercy, the helper, who is the Holy Spirit, may help us to understand our weaknesses before thee, my Father, that we may repent, that we may confess, that we may have faith when we are confessing, and be courageous and strong before thee, my Father, that you may forgive us, my God, my Lord, our iniquities, that you may forgive us our transgressions, my Father, in the mighty name of Jesus. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe watosha, watawala milele. Tuwezeshe Jehova kuzuia ndimi zetu, tuwezeshe Baba Masia hata kulinda Jehova shia milele, miguu yetu, mikono yetu, mili yetu Jehova, tukapate kukupendeza wewe, tukapate
tukapate Jehova kukuhimidi wewe, tukapate Jehova kukuabudu wewe Jehova kwa kweli na roho Jehova, tunapotoka, tunapoingia Jehova, tunapolala, tunapoamka Jehova, tunapofanya kazi zetu Jehova, na katika shughuli zote za maisha yetu Baba. Baba, tuwezeshe kupitia kwa Roho Mtakatifu Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Wewe watosha Jehova, wewe watawala Masia, wewe ni Mungu mkuu Jehova, Mungu wangu na Baba yangu. Usitufiche uso wako Jehova, kwa ajili ya udhaifu wetu Jehova, kwa ajili ya kufungukiwa kwetu Masia. Yesu mwana wa Daudi ukaturehemu, Yesu mwana wa Daudi ukatuhurumie, Yesu mwana wa Daudi ukatuwezeshe, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa zetu mjioni ya leo, pokea adhama zetu Baba yetu, wa rehema na neema ni wewe. Tunakuenzi, tunakupenda Jehova, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Can everyone shout a big amen? Amen. 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 In the name of Jesus. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 We can give our offerings. Those who are far from us here, our viewers, we have our till number. That's 51 39 54 3. 51 39 54 3. Crusaders for Christ. We also have our M-Pesa number. That's 0722 239 555. May the Lord our God bless you. Shalom, shalom, shalom. Let's meet tomorrow by God's will. Tomorrow we are here as from 10 in the morning up to late evening. So join us from wherever you are, and you'll be blessed in the name of Jesus. Amen. 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 Blessed night.